Katika sehemu hii, siri nzito za ikulu zinaanza kufichukua, huku Gucheon na binti wa kifalme wakizidi kukaribia ukweli wa laana iliyoiandama familia ya kifalme kwa miaka mingi. Lakini je, watafanikiwa kumwangamiza adui wa kweli? Basi bana, sehemu ya pili inaanza na Malkia akiomba katika hekalu lake, lakini roho za masuria zilikuwa zikimvizia. Gucheon anaingia tena katika ulimwengu wa roho na kuwatafuta masuria hao ili awatakase na kuwasaidia wavuke kwenda ulimwengu wa pili, lakini mapanga yake hayakuwa ya kutosha. Hivyo binti wa kifalme analazimika kumwaga maji yenye chumvi ili kupunguza chuki yao. Baada ya kukijaza chumba maji, masuria hao wanaachilia chuki yote iliyokuwa mioyoni mwao, na Gucheon anazituma roho zao kwenda ulimwengu wa pili. Mmoja wa masuria anazungumza kupitia kwa Malkia na kufichua kwamba walikuwepo wakati suria aliyependwa zaidi alipotoa laana yake. Kwa sababu hiyo, Malkia aliamuru wanawake wa ikulu waangamizwe kwa sababu walijua ukweli kuhusu laana hiyo. Tukibadilisha tukio, binti wa kifalme anaenda kumtoa Gucheon kwenye bwawa, lakini kwa kuwa alikuwa dhaifu sana, mwili wake uliingia katika hali ya kupoteza fahamu, hivyo akamshambulia binti wa kifalme. Kwa bahati nzuri, alifanikiwa kurejea katika hali yake ya kawaida. Siku iliyofuata, binti wa kifalme anamuomba mfalme amweleze zaidi kuhusu suria aliyependwa zaidi, lakini mfalme anamuonya kwamba afadhali aache kuchunguza jambo hilo, kwa sababu yeyote atakayejua ukweli atakufa, haijalishi kama ni wa familia ya kifalme. Baadaye, binti wa kifalme anamuuliza Gucheon kwa nini alijaribu kumuumiza alipotoka kwenye bwawa. Gucheon anakiri kwamba kupigana katika ulimwengu wa pili kunamaliza nguvu zake na humfanya apoteze udhibiti. Kwa kuwa Gucheon amefichua siri yake, anamuomba binti wa kifalme amweleze siri yake. Yeye anakiri kwamba anataka kumwangamiza Malkia mama kwa sababu ndiye aliyemshtaki mama yake kwa uongo. Mfalme hakuwa na uwezo wa kufanya lolote, hivyo alijaribu kuwaokoa kwa kuwapeleka uhamishoni yeye na mama yake, lakini haikusaidia kwa sababu muda mfupi baadaye mama yake alipewa sumu. Ndiyo maana lazima agundue ukweli ili kumwadhibu muuaji wa mama yake. Kwa hiyo wanaanza uchunguzi katika makazi ya Bibi Choi kwa sababu alikuwa mtumishi wa zamani zaidi wa Malkia na alijua siri zake zote. Gucheon anataka kumtisha kwa kuacha nyayo, lakini bibi huyo anawasili mapema na kumkamata akiwa anafanya hivyo. Hata hivyo, anaendelea na mpango wake, lakini bibi huyo hamuamini. Kwa bahati nzuri, Bwimae mdogo mwenye kupendeza anatumia nguvu zake na kuunda udanganyifu. Alipoiona roho ya bwawani, bibi huyo anazimia. Alipozinduka, alikuwa ameogopa sana kiasi kwamba anakiri ukweli wote. Inageuka kwamba suria aliyependwa zaidi wa mfalme wa zamani alikuwa na uhusiano na askari mlinzi. Hilo lilihesabiwa kuwa usaliti, hivyo walipaswa kuuawa wote wawili. Suria huyo anasema kwamba jambo hilo halikuwa la kweli, hivyo aliamua kutumia maisha yake mwenyewe kutoa laana. Inasemekana walichoma vitu vyake vyote, lakini Gucheon alijua lazima kulikuwa na kitu kingine, kwa sababu vinginevyo roho yake isingefungwa kwenye ulimwengu wa wanadamu. Hivyo wanapaswa kwenda kwenye nyumba ya askari huyo kuchunguza zaidi, lakini kila mtu aliyeingia katika nyumba hiyo alikuwa akifa. Hivyo Gucheon anataka kwenda huko akiwa katika ulimwengu wa pili. Hatari ilikuwa kubwa sana kwa sababu roho na mwili vikijitenga sana angeweza kupotea na kuwa gui. Ndiyo maana lazima asubiri hadi nguvu zake zirudi. Lakini hawakuwa tena na muda. Kwa hiyo binti wa kifalme anamwomba amfundishe kupigana dhidi ya roho ili aweze kumsaidia. Gucheon anamwambia ni hatari sana, ndiyo maana hataki kufanya hivyo. Baadaye bibi yake anamuita binti wa kifalme. Wawili hao walikuwa na uhusiano mzuri sana na walikuwa karibu sana. Mwanamke huyo mzee anamuonya ajihadhari na Gucheon kwa sababu wanaume kama yeye wana karma mbaya sana. Siku iliyofuata, mtumishi wa kike anaonekana amekufa ndani ya kisima. Bibi wa kifalme anaomba jambo hilo lihifadhiwe siri kwa sababu hataki kusababisha taharuki. Binti wa kifalme anaenda kwa Gucheon na kuona ana madoa ya damu. Gucheon anakiri kwamba damu hiyo si yake. Kwa hiyo binti wa kifalme anadhani ana uhusiano na kifo cha mtumishi huyo. Katika tukio linalofuata, hali ya mkuu wa kifalme ilikuwa imezidi kuwa mbaya. Ndiyo maana mfalme anamtafuta Gucheon na kumuonya kwamba asipoizuia roho ya bwawani hatakuwa na chaguo ila kumuua. Kwa kuwa hana muda uliobaki, Gucheon anaamua kwenda katika ulimwengu wa pili ili kugundua ukweli mara moja. Kwa ajili hiyo, anamuomba msaada mwanafunzi. Lazima apeleke bakuli lenye maji na damu kwenye nyumba ya askari. Wakati huo huo, Gucheon atajizamisha ndani ya sufuria na kwa njia hiyo roho yake itaweza kutoka nje ya ikulu.
Wakati huo huo, radi inapiga mti. Hilo linafanya mti huo kuwa silaha ya kichawi dhidi ya roho, kwa sababu katika ulimwengu wa pili matawi yake hugeuka kuwa mapanga yenye nguvu. Binti wa kifalme anachukua tawi moja na kumpelekea Gucheon, lakini hapo anagundua kile alichokuwa amefanya, hivyo lazima aende kwenye nyumba ya askari ili ampe upanga wake mpya. Kwa upande wake, Gucheon anakutana uso kwa uso na askari huyo. Askari alikuwa analinda kitu fulani, hivyo lazima amshinde ili ajue ni kitu gani, lakini askari huyo alikuwa na nguvu sana na mapanga yake hayakuweza kumshinda. Kwa bahati nzuri, wakati huo binti wa kifalme anawasili akiwa na tawi la kichawi, na kwa upanga huo wenye nguvu anafanikiwa kumshinda askari huyo. Baada ya kushindwa, askari huyo anakiri dhambi yake. Anasema kwamba hakuwahi kuwa na uhusiano na suria aliyependwa zaidi. Yote yalikuwa njama ya Malkia Mama. Alitoa ushahidi wa uongo kwa sababu Malkia alitishia familia yake. Mtoto ambaye suria huyo alikuwa amembeba alikuwa mwana halali wa mfalme. Kilichomfunga suria huyo katika ulimwengu huu kilikuwa vazi ambalo alikuwa amelishona kwa upendo mkubwa. Binti wa kifalme anachimba vazi hilo na kuthibitisha kwamba yote yalikuwa kweli. Kisha anavunja sufuria ili kumtoa Gucheon katika hali yake ya kupoteza fahamu, lakini Gucheon haamki. Roho yake ilikuwa imejitenga sana na mwili wake na ilikuwa imepotea, hivyo muda si mrefu angegeuka kuwa Gui. Binti wa kifalme anaamua kumwokoa, hivyo anaingia ziwani ili kwenda katika ulimwengu wa pili kutafuta roho yake. Kwa upande wake, Gucheon anamwona mama yake katika ulimwengu wa pili, lakini yote hayo yalikuwa udanganyifu wa roho ya kisimani. Binti wa kifalme anajaribu kuizuia roho ya kisimani isiangamize roho ya Gucheon, lakini mizimu ya ikulu inamkamata. Kwa bahati nzuri, wakati huo Guimaye mdogo mwenye kupendeza anaonekana na kuwameza wote. Kisha anageuka kuwa mnyama mkubwa wa kutisha na kuruka ndani ya kisima ili kumwokoa Gucheon. Siku iliyofuata, mkuu wa kifalme hakuwa amepona. Hii ilimaanisha kwamba Gucheon alikuwa ameshindwa. Kwa upande mwingine, binamu wa mfalme na mwanawe walikuwa wamefika kwa ajili ya sherehe ya kuzaliwa ya malkia. Kila kitu kinaonyesha kwamba alikuwa na mpango wa kumtangaza mrithi mpya. Lakini katikati ya sherehe, milango inafunguka na kimbunga kinaingia ikuluni. Ilikuwa ni roho ya Gucheon ambaye alikuwa amepoteza udhibiti na alikuwa karibu kuwa Gui. Ili hilo litokee, alipaswa kumuua mfalme. Kwa bahati nzuri, wakati huo binti wa kifalme anaonekana na kumkumbatia ili kumhamishia nguvu zake. Shukrani kwa hilo, Gucheon anaamka. Kisha anaenda ziwani kumtoa binti wa kifalme. Alikuwa ametumia nguvu nyingi sana kwa ajili yake, lakini bado alikuwa hai. Gucheon anawakemea kwa kuhatarisha maisha yao kwa njia hiyo, lakini binti wa kifalme anamwambia kwamba huo ndio mara ya mwisho kufanya hivyo, kwa sababu ulimwengu wa pili unaonekana wa kutisha sana. Kisha anazimia na kulala kwa siku 3 mfululizo. Mwanafunzi aliiba chakula kwa ajili yake na Gucheon, kwa sababu Gucheon alibaki pamoja naye na pia hakula chochote. Binti wa kifalme anamtolea chakula, lakini anakataa. Yeye anamwambia aache ukaidi na ale kitu. Baadaye wanaenda kuliona vazi la mtoto ambalo suria huyo alikuwa ameshona. Gucheon anasema kwamba wanalihitaji ili kuiangamiza roho ya bwawani. Kisha binti wa kifalme anamweleza kwamba Guimaye mdogo aliyekuwa anapendeza aligeuka kuwa roho kubwa na kupigana na roho ya kisimani. Gucheon anasema kwamba hilo ni jambo la kutuliza moyo, kwa sababu sasa hatamnyonya tena nguvu za Yang. Baadaye anawafichulia kwamba alipokuwa akijaribu kurudi, roho ya bwawani ilinyonya nguvu zake, hivyo sasa imekuwa na nguvu zaidi na maisha ya mkuu wa mrithi wa kiti cha enzi yako katika hatari kubwa. Katika tukio linalofuata, Gucheon anaingia ndani ya kisima ili kwenda katika ulimwengu wa pili na kuishinda kabisa roho ya bwawani. Ili iwe rahisi zaidi, wanamdanganya kwa kutumia vazi la mtoto, na binti wa kifalme anampiga mshale uliounganishwa na uzi wa vazi hilo. Hilo linafanikiwa kuidhoofisha, hivyo Gucheon lazima aitakase ili aitume ulimwengu wa pili. Lakini ingawa ilikuwa dhaifu zaidi, alijua kwamba haitakuwa rahisi kiasi hicho. Hata hivyo, Gucheon anarudi na mkuu wa mrithi wa kiti cha enzi alikuwa amepona kabisa. Wote walifurahi isipokuwa Malkia, kwa sababu ili kuondoa laana walipaswa kujua ukweli. Ndiyo maana alitaka kumuua Gucheon ili asiseme chochote. Siku iliyofuata, binti wa kifalme anatangulia na kumwomba mfalme amwache Gucheon aondoke bila kumdhuru.
Mfalme anakubali na anamshukuru kwa kumwokoa mrithi wake. Tukibadilisha tukio, Gucheon alikuwa na wasiwasi mkubwa kwa sababu ilikuwa rahisi sana kuishinda roho ya bwawani. Ikiwa kweli iliua watu wengi hivyo, ilipaswa kuwa na nguvu zaidi, lakini baadaye anajiambia kwamba hilo si tatizo lake tena. Usiku huo, binti wa kifalme anakabiliana na Malkia. Anamwambia kwamba tayari anajua ni nani aliyemshutumu mama yake kwa uongo, kwa sababu mama yake alijua ukweli kuhusu Surya aliyependwa zaidi. Lakini Malkia anamwambia kwamba hajui anachozungumzia. Zaidi ya hayo, alikuwa tayari ameagiza watu wake wamfunge Gucheon. Binti wa kifalme anamwambia kwamba hawezi kuendelea kusema uongo kwa sababu ana vazi la mtoto ambalo Surya aliyependwa zaidi alilishona. Pia anajua kwamba Malkia alimwekea mtego kwa sababu alimwonea wivu kwa kuwa alikuwa kipenzi cha mfalme. Hilo linamkasirisha sana Malkia, na Guimae katika umbo la nyoka anaingia ikuluni na kumzunguka, na kutokana na hasira kubwa anakiri ukweli. Alimchukia Surya aliyependwa zaidi kwa sababu zamani alikuwa mtumishi wa familia yake, na zaidi ya yote alikuwa wa tabaka la chini. Malkia alijaribu kumpa mfalme mtoto, lakini hakuwahi kupata mrithi. Alipoona kwamba Surya huyo alikuwa mjamzito, wivu ulimtawala na akabuni njama yote ili mtoto huyo wa kawaida asizaliwe. Angekubali mwanamke mwingine wa familia ya kifalme azae mrithi, lakini hakutaka mtoto wa mtumishi apande kwenye kiti cha enzi, hivyo akamuondoa. Kutokana na chuki hiyo yote, Malkia anaanguka. Kwa upande wake, binti wa kifalme anamwambia kwamba ataufichua ukweli mbele ya mfalme na mawaziri, lakini Malkia anamwambia kwamba kamwe hawataamini maneno ya binti wa kifalme aliyefukuzwa uhamishoni. Asante kwa kuendelea kufuatilia hadithi hii yenye siri, usaliti na mapambano dhidi ya roho waovu. Usikose sehemu ya 3 ambapo tutashuhudia kitakachotokea baada ya ukweli wa Malkia kuanza kufichuka na hatima ya Gucheon pamoja na binti wa kifalme.